Yule kazi alimu akaangalia vurugu anazozipata kwa yule mama. Maana mama amekaza msuli wa maana anasema mimi sina mahali pengine pa kupata haki zangu, ni kwako wewe tu. Niambie habari hizi, nipe haki yangu. Hiki. Mara anamfukuza, mara anamtimua, mara anamtukana. Yule mama kesho anarudi tena. Kazi akaangalia jamani. Sasa hata raha ya maisha hapa sioni. Pia nikitaka nijitanue huyu mama anakuja. Na nikimwangalia namchukia kama nini. Sasa pote la kwa pote nitampa ili kuzuri mimi nikae kwa raha zangu. Sasa kumbe raha yake yeye imekufanya hata wewe upate raha ya kula. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo wenye maisha ya kuamini wanaishi siku zote kwa kukaza msuli, hawakati tamaa. Ndio maana tunapozungumza jambo la pili ambalo limeelezwa pale, anasema naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Kusitasita ni kitu kinachoitwa unbelief. Waingereza wanasema kutokuamini. Kusitasita maana yake ni kutokuamini. Mtu ana imani, anaona hicho kitu hakiwezekani, hakitokei leo wala kesho, nitapoteza muda wangu, anaacha. Huyo ni mtu wa kutokuamini. Na kutokuamini kunamchukiza Mungu. Kwa nini kunamchukiza? Kwa sababu Mungu ili kwamba atende anapitia katika hali ya wewe kusimama katika imani na kuitumikia imani yako. Kwa hiyo kupitia hiyo Mungu anatokeza muujiza. Ukisitasita unazuia muujiza. Narejea kusema unazuia muujiza wako. Kusitasita ni kitu kibaya sana. Nataka sitaki. Nataka sitaki. Nataka sitaki. Hata masaa yatakwenda hapo, nataka lakini sitaki. Nataka sitaki. Nataka kuoa lakini sitaki kuoa. Sio mwaka huu, mwakani. Nataka kuoa, mwakani umefika. Nataka kuoa lakini sitaki kuoa. Nikiangalia nyumba sijajenga. Nataka kuoa lakini sitaki kuoa. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe jamani. Amen. Usitasita ni kitu ambacho Mungu anakichukia. Roho yake haina furaha na mtu anayesitasita. Endelea kumtafuta Mungu kwa kadiri ya muda unaoupata wa kutosha. Panga kutembea katika Mungu wako ili kusudi katika ahadi zake aliyokuahidi zipate kutimizwa. Mungu hufurahi sana na watu wanaoishi kwa imani, maana anajua kupitia watu wa kuishi kwa imani Mungu atatukuzwa. Kuna matendo ambayo Mungu akiyatenda kwa watu wa imani unakuwa ni ushuhuda. Ukishakuwa ushuhuda Mungu anainuliwa jamani. Haleluya. Lazima Mungu atainuliwa kwa sababu lile alilotenda sio bure. Ndio maana tunaambiwa panda ili uvune. Usipopanda hujavuna. Hujapanda chochote. Wenzi walipanda, wakapalilia, wakaweka na mbolea, na sasa mazao hayo yamekomaa. Amen. Jamani twende pamoja. Asante sana, mbarikiwe sana. Amina. Nikirudi mara pili baba atanielewa. Anakuwa na kazi mbili tu anapokuwa darasani, na kazi moja ni material aliyoyaandaa. Yaani ujumbe ambao atafundisha, somo atakalolifundisha pale limekaa vizuri, analielewa vizuri. Hiyo ndio jambo la kwanza. Kwa hiyo mwalimu anapokwenda kufundisha ana uhakika na somo analolipeleka pale. Lakini jambo la pili litakuwa ni kuangalia darasa. Kuna mchezo, ndio? Kula ama kuacha. Yes. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Endelee kutoka kule mpaka hapa. Amen. Tumesema imani inakuja kwa njia ya kusikia tunapopambana na neno. Na nikwambie hili hapa, si kwamba kwa kuwa wewe ni mtakatifu basi wewe kwa sababu ni mtakatifu basi kila wakati wewe unaweza usifike mahali ukasitasita. Wewe nikwambie ni bora kuelewa jambo alafu kisha lielewa ndio uchukue hatua. Sawa jamani eh? Watakatifu ndio wenye kusitasita kwa sababu andiko hili alikuja kwa wapagani, limekuja kwa watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo kusitasita kunaweza kukawapata watu wa Mungu kutokana na hali au mazingira wanayoyapitia. Kuna wakati wanakutana na mambo magumu. Ndio. Na Mungu huwa anaachia wakati mwingine kipindi kile. Kuna tofauti ya injili za miaka hii tunahitaji kuzikagua sana. Kama watu tunaoishi kwa imani lazima tukague injili. Sio kila injili inayohubiriwa kwamba ni injili ya Yesu Kristo. Injili zingine zinatengenezwa kwa akili ya juu ya kiroho kiasi kwamba uweze ukaelewa. Unaweza kufikiri kwamba hili ndio neno lenyewe la Mungu lakini kumbe sio neno la Mungu. Unanielewa mtu wa Mungu eh? Amen.
Lazima Mungu atusaidie kuelewa. Amen. Sasa kuna injili za kuja miaka leo inaonekana kwamba mtu kupata shida ni dhambi. Na haya yamemkuta kwa sababu ana matatizo huyu. Yeye mwenyewe. Aliyekuambia ni nani? Una hakika na lile neno analosema? Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Sio kwa sababu amekosea, wakati mwingine hajakosea kabisa, ni mpito. Waswahili wanasema hivi, mti wenye matunda unafanya nini? Unapigwa mawe. Unajikagua wewe ni mlokole, uko safi kabisa, asilimia zote 100, uko vizuri, mpaka na watu wanakuhakisha, wanasema huyu jamani mzuri, anamtafuta Mungu huyu, anafanya kazi ya Mungu huyu. Lakini kuna wakati unapita kwenye mapito makubwa. Unamtafuta Mungu ni kama Mungu amelala, wakati Mungu hawezi kulala hata nukta. Tuko pamoja jamani? Amina. Sasa katika mazingira hayo watu wanapomtafuta Mungu, Mungu haonekani, Mungu ametulia, basi wakati huo ni wakati wa hatari sana. Kuna kitu kinaitwa kusitasita, lazima kitainuka. Tusipokuwa makini kitainuka na kitatuchomoa kwenye reli, tutakwenda mahali pa kuharibikiwa. Jambo zuri la kuelewa ni kwamba Mungu hataki tusite. Na Waswahili wakatufundisha usemi mmoja. Wanasema inzi kufia kwenye kidonda sio dhambi, ni haki yake. Okay. Nyinyi vijana wa siku hizi naona hamjasoma Kiswahili hicho. Na hao hizo na semi za Kiswahili. Ukimwona inzi amefia kwenye kidonda, usimlaumu, ndio mahala pake, maana alikuwa anakula. Sasa akafie wapi? Unataka akafie wapi? Tunafia hapa kwenye kula basi ndio? Amina. Sasa katika mambo haya yote yanatufundisha mambo ya msingi ya kuona kwamba kwa nini kuishi kwa imani. Wenye haki kwa nini waishi kwa imani? Nao wakistasira roho ya Mungu haina furaha. Nilishazungumza. Pamoja na mambo hayo Mungu atusaidie. Lakini mambo hayo yapo, ni vizuri kuelewa. Biblia imemhakikisha mwanamke akiolewa atazaa, si ndio? Yes. Sasa mwaka wa kwanza wa ndoa unapita kavu. Mwaka wa pili wa ndoa, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, huko anaomba Mungu. Alafu anaangalia neno anasema utapata mtoto. Walipata watoto. Watu wa namna walipata. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Mungu kazi yake kutia nini? Moyo. Lakini pamoja kutia moyo, mtu huyu anataka imani ionekane. Amen. Si ndio jamani? Amen. Lakini hii imani haiwezi kuonekana mpaka yeye asimame kwa imani. Yes, Lord. Alafu atende imani. Na hapo ndipo Mungu anapotaka. Biblia inasema hivi, wenye haki wangu hao watakwenda mbinguni na watakwenda kwa imani. Yes. Lakini pia anazungumza sana habari za kwamba watu wangu wataishi kwa imani. Kwa hiyo imani ni maisha. Wana wa Mungu, mambo hayo ni muhimu sana. Katika maisha yako mambo kama hayo, lakini usizungumze wala usihangaike sana. Usilete kustasita. Kama watoto wamekauka, wewe utakuwa si wa kwanza. Mzee Zakaria akiwa mzee ameishiwa, na alikuwa nani? Alikuwa kuhani yule. Tena kuhani mkuu wa Israeli. Kwa wakati wamesimama kama kuhani mkuu, anaingia patakatifu. Huko anakwenda kuhani mkuu, na mara moja kwa mwaka. Yes. Anatoa dhabihu ziko pale zinaendelea. Kuna maana ilikuwa lazima afungiwe kengele mguuni. Yes. Alafu kuna kamba inatoka mpaka kule. Yes. Maana patakatifu haruhusiwi kuingia mtu mwingine zaidi ya kuhani mkuu. Yes. Tena kwa wakati huo. Kumkuta akifa huko, basi ile kamba itasaidia watu kumvuta. Ile maiti wanaitoa nje. Unaelewa jamani? Amen. Huyu baba huyu anakutana na malaika kule kwenye zamu yake ya kazi. Yes. Si nimekuambia yeye amekuwa ni kuhani mkuu. Maana yake ni kwamba ni mtu aliyepata kibali kwa Mungu cha kuwahudumia wana wa Mungu. Ni kama sisi tulivyokaa hapa saa hizi, tumepata kibali cha kuwahudumia ninyi. Yes. Ni watu wakubwa wametuheshimu Mungu kama tumwakilishe yeye. Si ndio jamani? Amen. Lakini utashangaa sisi wenyewe tunasita katika kona fulani. Huyu baba huyu hana mtoto, mzee wa miaka mingi. Anatokea malaika pale anamwambia Zakaria, Mungu atakupa mtoto.